Na mtazamaji wa Amani Kwaya TV, kumbuka tupo tunaendelea mambo mazuri kweli kweli. Tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunajua mambo mengi kuhusiana na wanakwaya mbalimbali, na leo ni zamu ya Meshak ambaye tuko naye hapa. Nataka nijue mengi kuhusiana na ilikuwaje na ilimchukua muda gani kufikiria namna ya kujiunga kwenye hii Amani Kwaya. Kitu gani kilimvuta sana akaamua kuungana nasi kwenye kwaya hii? Mimi ni Mesut Eliud, ninaye Meshak. Bwana, uko vizuri? Uko vizuri. Mambo yanaenda? Safi safi. Bwana Yesu asifiwe. Amen amen. Kwanza kabla tujaendelea mbali, unajisikiaje kuwepo Amani Kwaya? Najisikia furaha na amani kujiunga katika kikundi hiki cha Amani Kwaya. Yes. Jambo gani ambalo unajivunia sana kwa sasa? Kumtumikia Mungu. Okay. Yes. Okay, tuanzie hapa. Safari yako ilikuwaje mpaka ukaamua kuja kujiunga na kwaya hii ya Amani? Kabla hujatuambia ilikuwaje kwaje, nataka kujua mambo uliyofikiria unavyoelekea kujiunga na Amani Kwaya. Kitu gani ambacho ulikuwa unakifikiria sana? Cha kwanza ni huduma ambayo ilikuwa ndani yangu ya kumtumikia Mungu. Yes. Ndio hicho. Yes. Haujashawishwa na mtu? Ingawa kuna vijana walinifuata kwa ajili ya mwaliko kujiunga na Amani Kwaya. Walikufuata wakati tayari wazo lipo la kutaka kujiunga? Yes, wazo lilikuwepo, sema sasa naanzaje. Hiyo ndio issue, point ya kwanza ilikuwa naanzaje. Ila ndani yangu kulikuwa na shauku ya kujiunga na Amani Kwaya. Yes. Kwa tuseme ashukuriwe yule ambaye Mungu amemtumia kuleta wewe kanisa. Kabisa. Washukuriwe vijana wawili mablaza wangu kabisa, Patrick Mwesumo na Emmanuel Marupani. Hawa ndio walihakikisha paka nafanikiwa kujiunga na Amani Kwaya. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2022. Yes, nakumbuka. Mpaka sasa una miaka 4 kwenye huduma kwenye kwaya? Yes. Na miaka 4. Yes. Kile ambacho ulitamani kukideriva kwenye kwaya unahisi umefanikiwa kwa sehemu gani? Kwa namna fulani, kwa kiasi kidogo nimefanikiwa. Yes. Yeah. Na injili inahubiriwa. Mungu mwema. Tuambie kitu pekee special ambacho umekikuta kwenye kwaya hii ambacho wewe pia unaona kwamba kimekusaidia binafsi kwenye maisha yako. Cha kwanza naweza kusema kabla ya kujiunga na Amani Kwaya kuna vitu vyangu vikopo shagalabagala, naweza kusema ovyo lakini baada ya kujiunga na huduma hii nakumbuka haikuwa kazi rahisi mpaka naingia na siku ya kwanza najiunga, yani nakuja kwenye mazoezi najitambulisha. Haikuwa kazi rahisi kama nilivyokuambia ndugu mtangazaji, nilikuwa nafikiria naanzaje, ila ndani shauku nilikuwa nayo ndani ya moyo. Sasa jinsi ya kwanza ndio ilikuwa changamoto. Ndio kale kaoga kwamba bwana mimi napitaje pale, watanichukuliaje kwanza kwa mara ya kwanza, itakuwaje kwa mara ya kwanza. Lakini ukajikuta umeingia kwenye mfumo. Sasa jinsi ya kuingia hapo ni historia kifupi kilipita hapo. Baada ya kupewa mwaliko na vijana wale wakaniambia karibu kwenye huduma. Nakumbuka nilikuwepo huo mwaka 2022, nilikuwepo nyumbani namsaidia bibi mkubwa kuuza duka. Nilikuwepo sina ajira. Nakumbuka mida ya jioni kati ya mtu mmoja ambaye alinipa mwaliko, bwana karibu ujiunge na Amani Kwaya, akanifuata. Umeona? Kwa hiyo ikabidi niache vyote kwa sababu niende kwa Mungu, kwa sababu ni kijana ambaye alinifuata sehemu ya kazi, afu nikaona sasa nianze kupa Kiswahili tena, maana niko na wapanga tunawapa Kiswahili. Bwana nitakuja, lakini sasa ule mwanzo wa mwenyewe kuja kwenye kipindi ndio kitu ambacho kilikuwa kinanipa shida. Lakini nilivyoona mshikaji amenifuata mpaka hapa nikaona Mungu ana makusudi na mimi. Mwanzo ndio ngoja nifunge duka hapa au nimwachie mtu nitembee. Hebu share nasi mambo kadhaa ambayo ulipita hapa baada ya kujiunga na kwaya. Kwa hiyo ulioyapata na ambayo haukuyapata au kuwa nayo kabla ya kwaya na umekuwa nayo baada ya kwaya. Yes, nakumbuka baada tu ya kuja mazoezini na kuanza kujiunga na hii kwaya ya Amani. Wiki ya kwanza tunaanza mazoezini ile. Nimekuja tu siku ya kwanza. Wiki la pili kuna sehemu niliapply nafasi ya kazi. Yaani nakuja tu mazoezini wiki langu la kwanza, wiki langu la pili napigwa simu niende kwenye interview. Kwa hiyo ikawa kama nasema ni neema, ni shuhuda kwangu. Anaingia kwenye kwaya tu najiunga na mambo yangu akawa yanafunguka, na mimi kaenda kwenye interview bodi nikafanikiwa. Maisha yanaendelea mpaka leo namtumikia Mungu. Alafu kuna mtu hapa anaweza kaisi pengine kumtumikia Mungu ni jambo la kikawaida sana. Shuhuda kama hizo hazipatikani kila eneo, bali ni pale utakapoamua kumtumikia Mungu. Kumfuata Mungu ukasema nikae na Mungu hapa karibu na ukaona matunda yake. Hii inakupa ujumbe gani kwa maisha yako na watu wengine ambao wanakutazama muda huu? Kwanza kwa Mungu ndo kila kitu. Tunaweza kusema kwa Mungu, kumtumikia Mungu ndo kila kitu katika maisha haya vijana ambao tunaishi hapa duniani. Kumtumikia Mungu ndo kila kitu. Naweza nikasema hivyo. Yaani kumtumikia Mungu ndo kila kitu.
namna nyingine naweza kusema, lakini zaidi ya kusema kumtumikia Mungu kuna faida na ndio kila kitu. Tuambie kwa namna unavyoona sasa jinsi ambavyo vijana wengi inaonekana wengine wanapata changamoto sana kwenye kujiunga kwenye kwaya. Inawezekana hapo vijana wengi kama wewe ambao walitamani kujiunga lakini wanakosa mtu wa kumshika au mtu wa kuwashika ili wajiunge kwenye kwaya, na una nini la kuwaambia au unalipi umejifunza kupitia hilo? Je, wanaweza kaenda wenyewe au wakafanya mambo wakajiunga kwenye kwaya wakaenda kumtumikia Mungu katika kwaya mbalimbali? Naweza kusema vijana ambao wanatamani kujiunga na kwaya, ningependa tu kuambia wakaze moyo konde, wapige moyo konde, ingawa kwangu haikuwa kitu rahisi mpaka nilivyofuatwa kama nilivyokuambia ndugu mtangazaji. Wafunge mkanda kiunoni, waje kujiunga na vijana. Watatukuta vijana kabisa, tupo hapa, vijana wa nguvu kabisa tupo. Yes. Ujumbe wako ni upi kwa vijana wote sasa kwenye kumtumikia Mungu? Kuna wengine ni walimu, wengine ni walimu wa neno la uzima, wengine walimu wa kwaya pia hapo katika walimu. Kuna wengine hao ni watumishi wa Mungu kwa nafasi mbalimbali. Nini unawaambia vijana wenzako ambao umeonekana kuwa wagumu sana kwenye kumtumikia Mungu na kujiuliza mambo mengi, ukizingatia kwenye rika la vijana kama nyie kuna changamoto nyingi sana, makundi mbalimbali na mambo mengi sana ya hovyo? Ningependa kuwakaribisha, karibuni tumtumikie Mungu kwa pamoja. Maana katika jumuiya kama hii naweza kusema ya kwaya huko Amani Kwaya, kuna vijana wengi, kuna connection nyingi tu. Mambo mbalimbali, kuna viongozi watu tu na nyazifa kubwa tu huko nje kwenye makampuni, kwenye nini, huwezi kujua. Sasa wakaja kukutana na connection kwa namna moja au nyingine, connection yani kukutana na watu tunajuana na watu. Kwa hiyo wasitulie tu majumbani, waje tumtumikie Mungu. Yes. Pamoja sana bwana. Amen. Bwana, huyo ni Meshak ambaye tumekuwa naye hapa kwa ajili ya kujua mambo mawili matatu kuhusiana na faida alizoziona kwenye kwaya, lakini kitu gani ambacho kilimsukuma moja kwa moja yeye kuweza kujiunga na Amani Kwaya. Sio tu kujiunga na Amani Kwaya, ni kuamua kuchagua fungu jema, yani kumtumikia Mungu. Mimi ni Mesut Eliud, nimemaliza kwa sasa. Endelea kuwa nasi. Kumbuka hii ni Amani Kwaya TV, endelea kusubscribe kwenye YouTube pale, lakini pia wewe unatufuatia kwa njia ya Instagram, usisahau kufollow. TikTok pia follow. Yani usiache kote ili uweze kupata habari mbalimbali pamoja na shuhuda kutoka kwa wanakwaya mbalimbali hapa. Tunapatikana Mabibo Moravian, kwenye kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Mashariki.